Why don't you see how to unite? Because Uganda, even if you wanted to build a navy, how can you build it? We don't have access to the sea. The political organization in Africa is so irrational. Some of the countries have no access to the sea. For economic purposes, but also for defense purposes, you are stuck. How do I export my products? That's why we have got endless discussion with Kenya, then this one stops, then another one comes, then the railway, the pipeline, the what, we discuss. But that ocean belongs to me. Because where is my ocean? I am entitled to that ocean. In future we are going to have wars. Amekam, bangi zimemwamsha asubuhi zikamwambia, by the way mimi ni Idi Amin, dada, the conqueror of the British Empire. Mimi ndio baba Afrika mzima. Na nimetamanigi Kenya sana maze. So kile nitafanya, nitaingiza border yangu. Ugandan border itaingia deep into the heartlands of Kenya. Itaenda iishie in a small town called Naivasha. So anything from Naivasha coming all this side, Rift Valley yote, Western Province yote, paka Uganda, that is now Ugandan territory. Nugu ya mtu akapiga mpaka simu akaambia Kenyatta, yo, nimeka chini nikaona muliniibia. Kutoka leo Uganda inakam all the way mpaka Naivasha. Na si tafadhali, si kubembelezi, na kuambia. From tomorrow, all the way until Naivasha, that is Ugandan territory. Kenyatta ako hapo maze, anafukuza inzi na ile whisky yake, anauliza Mbiu Koinange, umesikia bangi ya jamaa ameamka nayo asubuhi? Ati anasema anataka kuingia Kenya, akuje mpaka Naivasha. Hiyo yote ni yake. We're going to teach him a lesson enye hata waisahau. What does President Kenyatta do? President Kenyatta anachukua his best military guys, wale top notch, hatari, watu wameiva combat, anawavalisha uniform ya Kenya Police. Hakuna kwenda na combat tuonekane ati we are using too much strength and energy. No, valisha hao wanajeshi nguo ya askari and send them deep into the heart of Uganda. Na kuambia Kenya Police walivuka border ya Uganda hivi, walifagia. Wacha nikwambie, Ugandan military walikuwa huko wanajipanga kuingia Kenya, walikutana na watu wamevaa nguo za polisi. Walifurahia. Na kwambia tulishine na hao Waganda deadly, tuliwasukuma. Na Uganda by this jimbona, East Africa tunachapanga hao watu kama watoto. Walijaribu hiyo nonsense na Tanzania waliingia Uganda wakaenda mpaka Kampala, walikuwa wanapiga lap huko Kampala, yani nikani yao. One dictator, Yoweri Kaguta Museveni, should know that an injury to one comrade is an injury to all. And we therefore demand for the immediate release of one Bobi Wine, failure to which within a period of a week, we as young parliamentarians, we are going to lead a delegation of MPs to Uganda to cause for a revolutionary demonstration in Uganda because one dictator, Yoweri Kaguta Museveni, is proving to be unfit for the office. You cannot kill the future of the youth. Between Bobi Wine and you as Museveni, Bobi Wine has a future. Your future is in the past because probably you have a maximum of only 5 to 10 years to live. But Bobi Wine as a young member of parliament has a future that will steer the nation to prosperity. Pale Uganda! Lete baba! Bwana, leo hii tunaianzia UG ambao ni plus 256 Maana hapa 254, 255, 256 pale Uganda. Correct. Kampala. Tunampata rais kazaliwa Yoweri Kaguta Museveni. Ndio. Hivi tunavyoongea ana umri wa miaka 81. Okay. 81 year old President Museveni. Kazaliwa back in 1944, tarehe 15 September. Bwana, in 2 days time or 3 days time itakuwa ni birthday yake ya 82nd. Yeah, 82nd birthday. Na ana siktam nyingine. Alright. Na wa Uganda watamchagua overwhelmingly na 98%. Ala. Hivyo ndio watu wananiambia. Anapendwa sana. Waganda wanampenda. Yani watamchagua tena na tena na tena. Lakini nikuulize swali. Uliza. What happened to Besigye?
Besigye yupo tu. Yupo ndani mpaka saizi. House arrest ilivyoisha, saizi ameshikwa, anajaribu kuangalia haki hapa na pale, inakataa, lakini nasemaje, ipo siku. Manake baadhi ya wakereketwa wa siasa pale Uganda na Afrika kwa jumla wanasema kwamba Bobi Wine ni upinzani uliojengwa na serikali. Wanasema kwamba laiti ingalikuwa ni upinzani halali, Bobi Wine angekuwa anapitia yale ambayo Besigye anapitia. Lakini kwa kuwa Rais Yoweri Museveni mwenyewe amemweka, amecreate an opposition, wanasema kwamba ni upinzani uliojengwa na serikali. In fact they are saying this. Kuna siku Yoweri Kaguta Museveni alitamka akasema kwamba mwambieni huyo kijana atulie, anisapoti muula huu, nimalize, nikimaliza wakati huo nitampigia kampeni awe rais wa Uganda. Kama ni kweli, mbona wale vijana wetu wawili walishikwa kwa chini ya military? Silikuwa wameenda kumsapoti Bobi Wine? Mbona walishikwa wale vijana wetu? Zima mic nikwambie. Nimezima. Swali alijibiwa na swali. Nasemaje? Ushapata jibu lako. Bwana, that is besides the issue. Dear, do you remember the time that Museveni alisema kwamba pale Migingo Island, wao wanaita Mijinjo, alisema kwamba Migingo ni ya Kenya, lakini yale maji yaliyo surround Migingo ni yake. Akaja kabadilisha akasema kwamba yale maji ni ya Kenya, lakini Mijinjo ni yake. Kisiwa kile cha Migingo Island ndio. Kumekuwa na taso hapa na pale, lakini sasa kufikia leo bado sijajua hii Migingo alipewa ama alituachia ama vipi. Ndio. Maana kunapata kwamba wavuvi wetu walikuwa wakivua pale, walikuwa wanashikwa na maafisa wa Uganda, na waafisa wetu wa Kenya hawafanyi lolote. Right now he has said kwamba Indian Ocean ni yake. Na anatoa mfano. Anasema kwamba hii story watu sema kwamba Uganda is landlocked. Ndio. Bwana, Uganda is in a what? In an apartment ambayo iko na floors. So sisi tuko floor ya juu. Utasemaje compound si yangu? Kwani ni exist kwa hewa? So anasema kwamba ipo siku ataenda to war na Kenya na Tanzania ili wampatie ocean yake. So Indian Ocean kutoka Vanga mpaka Kiunga ni yake. Dar es Salaam yote. Anasema Indian Ocean ni yake. Kama mnadhani mimi naongopea, tumsikize rais wa Uganda anavyoongea. Why don't you see how to unite? Because Uganda, even if you wanted to build a navy, how can you build it? We don't have access to the sea. The political organization in Africa is so irrational. Some of the countries have no access to the sea. For economic purposes, but also for defense purposes, you are stuck. How do I export my products? That's why we have got endless discussion with Kenya, then this one. This one stops, then another one comes, then the railway, the pipeline, the what, we discuss. But that ocean belongs to me. Because where is my ocean? I'm entitled to that ocean. In the future, we are going to have wars. In the future, we're going to have wars. How can you say that you are in a block of flats, that the compound belongs to only the flats on the ground floor, that the compound belongs to the whole block? All the flats are entitled to the compound. Yeah. There's no way you can say. So may I just go, these people, you are really endangering yourself. How can you have a situation like this? Anasema kwamba tunahatarisha maisha yetu, and in future we are going to have wars if we don't give him his oceans. Where are you ready to go to war with Uganda over Indian Ocean? Let me say this. Say it to the president's handlers. Tafadhalini, kabla rais wetu tunayempenda na kumwenzi kuenda kuaddress wanahabari, hakikisheni mmeza dawa jamani.
hakikisheni mumempatia dawa zake. Mutaleta vita pasipo vita, mutaleta uhasama pasipo uhasama, mtaleta fitina pasipo fitina jamani. Because how sure is he is going to see that future? Yeye mwenyewe alivyo. Ama sasa tuchimbe Kenya na Tanzania ichimbwe, maji yaje mpaka afike Uganda, ama tufanyeje? You know, like this is a president of a whole country, the pearl of Africa. Unajua maybe alikuwa na point, anataka kupasa cross, lakini hakujua ipasa cross, lakini hakujua anafaa kuipasa cross vipi. In fact it is just the wordings. Sasa kama afati speech ya Hussein Mohamed, wacha kufuata speech wa Hussein Mohamed wa kule, Rais Yoweri Kaguta Museveni in simpler terms and words alitaka kusema he wants his bitches. Ni kwa kumwelewa tu.